Swala la wokovu ni neema, wala sio kuwa na elimu. Sema amina. Kwa mtu anaweza kawa ni profesa, akawa ni msomi, ni genius, lecturer chuo kikuu, lakini neema hii hajui chochote kuhusu wokovu. Kwa hiyo wokovu ni neema. Alo, kizazi hiki hakipendi kufundishwa mafundisho yanayouma. Hakitaki kufundishwa ukweli unaoumiza. Na ndio maana leo hii watu wanapenda zile wanaita nini, comedian gospel. Yaani watu wanahubiri mahubiri ya vichekesho, mafundisho ambayo yanachekesha. Hawataki hata siku moja mahubiri yaje kwa ukali, yaje kwa maonyo. Hii ni comedian gospel. Hatupasi kuwa comedian gospel sisi. Hatupasi kuwa comedian gospel sisi. Tunapasa Mungu atupe mafundisho mengine ya kutuchoma mioyo, tupate kutubu na kubadilika. Sema amen. Ni kama mtu anayetengeneza mwiko au mwiko wa kusongea ugali. Unafikiri mwiko unapatikana kila rahisi? Mwiko ilikuwa ni gogo la mti, lakini limechongwa, limekatwa, limechongwa, limepigwa msasa, limekwaruzwa, limepigwa msasa. Kama mtu umekuwa unalia, mwiko ulikofikia umeumizwa sana. Lakini ukiingia sokoni, mwiko umetengenezwa, unang'aa, unapendeza. Lakini angalia magamba yaliyotoka na nyama iliyoondolewa. Nasi hatuna budi kuchongwa na Roho Mtakatifu. Tukubali kuchongwa ili tuwe vyombo vinavyomfaa Kristo, ili tusikataliwe siku ile. Sema amena. Mimi leo nashangaa wokovu wa siku hizi. Watu wameuchakachua, wamekuwa mwepesi. Ni sawa na soda ambayo ni tamu, ukaidairuti kaweka maji mengi, eti inakuwa soda tena. Hata haina ladha. Na hata ulokole wa siku hizi hauna ladha. Na ndio maana siku hizi hata mtu ambaye hajaokoka anasema na mimi nimeokoka. Kwa nini? Kwa sababu naona tu walokole na mimi hakuna tofauti. Kwa na mimi nimeokoka, sinaenda kanisani. Muamini Yesu. Na mimi namwamini Yesu, kwani si Bwana tu? Yaani imekuwa tuna wakati mgumu wa kuhubiri injili, na sio kama watumishi wengine wanaona haya. Yaani tuna kazi nzito kwa sababu ulokole wameurahisisha. Na ule unabii wa Paulo umetimia leo kwamba itakuwa siku za mwisho watajitafutia walimu makundi. Unabii wa Paulo umetimia, ambao katika Timotheo wa pili sura 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa kwanza mpaka wa 3 wa 4 pale utaona. Asema itakuwa siku za mwisho, utafika wakati ambapo watakataa mafundisho yenye uzima, halafu watayakimbia. Watajitafutia walimu makundi ambao ni simple gospel, comedian gospel, ambao watajaa huko kwa kujitafutia walimu makundi kwa njia ya Facebook, Instagram, kwenye mitandao ya kila namna. Wanachagua aina ya mhubiri ambaye huyu ananifaa, maana hagusii hiki. Huyu safi, maana hata pombe hakemei, hata kufanania kama kahaba hazungumzii, kuwa na wake wawili hazungumzii. Yaani huyu ndo pastor mzuri, unakuwa free. Huyu ni pastor wa mjini, sio kama pastor wengine wa vijijini. Sikiliza, tunapokufundisha kweli inapaswa ihubiriwe vijijini na mjini pia, kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Kwa kumekuwa na walimu, ndio maana siku hizi kuwa mchungaji sio kazi. Kwa nini? Kwa sababu kuwa mtumishi wa Mungu ndio kazi, lakini kuwa pastor sio kazi. Sikiliza point hiyo. Kuwa pastor sio kazi. Kuitwa pastor, mchungaji sio kazi. Kazi ni kuitwa mtumishi wa Bwana. Sawa, iko tofauti ya kuitwa mchungaji na kuitwa mtumishi wa Bwana. Watumishi wa Mungu wanapatikana kwa nadra, kwa gharama za kuandaliwa, sio wanaozuka hivi. Sasa ndio maana wakitoka hapo wanaanza kufundisha mafundisho wanayotaka wao. Kwa sababu hakuna aliyewatuma, ni wamejituma wenyewe. Na wengine sasa wametumwa na nguvu na waliko jiungamanisha kwenye miungu mingine. Ndio maana wanafanya mambo ya hovyo. Amen. Hao wanaojipa kwa watumishi watajibu. Paulo anasema iwe kwa fitina, iwe kwa hila, kwa kutafuta hela, kwa kutafuta maisha, kwa kutafuta heshima.
Kristo atahubiriwa, lakini siku ya mwisho itajulikana hukumu. Timwa na mimi nataka niwe mchungaji. Umeitumwa? Umeitwa? Hukuitwa utajibu. Yule Yesu mtenda miujiza anatenda maajabu katika kanisa la EAGT Mlima wa Faraja chini ya Askofu Aidan Mabuga. Usipange kukosa katika ibada zetu za uponyaji na kufunguliwa kila Jumapili saa 9:30 jioni hapa EAGT Mlima wa Faraja, ilipo Nyerere Road, Mchicha, Tazara, jijini Dar es Salaam. Karibu wabudu nasi Jumapili hii. Ibada ya kwanza ni saa 12:30 asubuhi. Ibada ya pili ni saa 4 kamili asubuhi. Na kwa maelekezo zaidi jinsi ya kufika, tupigie simu nambari 0755 65 67 49. Nasema hivi, wengi wamepokea miujiza yao na sasa ni zamu yako. Watu wote mnakaribishwa. Namuona Yesu hapa.